Yaani hisia yako ilikuwaje? Kwanza kabisa kwangu ulikuwa ni mtihani mgumu sana. Japo ilikuwa nimefurahi, lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa nafikiria, je, naweza nikaenda kufanya vizuri? Nipe ka story kafupi ilikuwaje? Hiyo kwanza kabisa hiyo issue nilipigiwa simu na Isalito na zangu. Kakaangu alinipigia simu akaniuliza tu kwamba vipi, nikihitaji uje kufanya project Kenya unaweza ukaja? Nikamwambia ndio inawezekana. Akaniambia sawa. Basi nilikuwa nahitaji uje Kenya, kuna project hii ya Sanura ambayo inaruka. Inabidi nao uje ufanye. Kiukweli nilishukuru sana kwa sababu kipindi hicho nadhani tuliamini kwamba blaza wetu ameshaenda kwa kubwa, kwa hiyo kuna namna anaweza asijali. Sasa kama alipata muda hata wa kunikumbuka na kunipigia simu, ni kitu ambacho ndani ya moyo wangu nilishukuru sana. Nilishukuru sana na nilipambana kwa sababu za why me. Nilipewa mtihani mmoja mdogo sana. Unajua mtihani ambao nilipewa ni kwamba nilihangaika kutoka Mbeya kufika Dar kwanza. Ilibidi niangaikie visa, yaani passport ya temporary passport ya kwa ajili ya kwenda huko. Kwa hiyo ilibidi niangaikie kwa gharama zangu, ukizingatia sijawahi kufanya safari ya aina hiyo, safari ambayo ilikuwa inanibidi kutumia passport. Kwa hiyo kwa sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza, ilinipa wakati mgumu sana kupita. Kuhangaika. Nakumbuka mimi mpaka naenda Kenya, mpaka natoka hapa kwenda Dar nilikuwa hata nauli sina. Kwa hiyo ilibidi niuze TV yangu ya ndani ili nipate nauli ya kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam. Hapa bado safari ya kutoka Dar es Salaam mpaka Kenya. Kwa hiyo nilipofika Dar es Salaam ndo kuna mtu akawa amenipokea. Kwa hiyo kile kipimo nilipofaulu, kwa sababu hata blaza wangu nadhani akati anipigia simu mpaka ananiambia hakuwa na uhakika kama anaweza. Kwa sababu nakumbuka alinipigia ni miezi miwili kabla ya hiyo safari. Kwamba mdogo wangu wewe kutoka kuna issue ya kuja Kenya, alafu baada ya hapo